Sanuka na sanaa, msanii na sanaa ni segmenti ambayo inakuletea stori simulizi za maisha ya wasanii pamoja na waandaaji wa muziki wa asili. Ni hapa hapa Tasam TV, utakuwa nami Mr. BOG nikikuletea yote haya. Oh yeah yeah, oh yeah. Wagwan, ladies and gentlemen, kama kawize. Langu jina naitwa Mr. BOG na hii ni Sanuka na Sanaa pamoja na zimevuja mtaani ya Tasam Dicto TZ. Kama kawize. Yeah, ibana, leo nakualika mzazi tupige story ama tujadili kuhusiana na ngoma moja hivi ya mwamba moja anaitwa Kisima Nyanda Majabala. Track inaitwa Na Bukwege. Do you know the meaning of Bukwege? Yes, maana yake ni kwamba ngoja nipige tungi au sio? Yes, ngoja nijiburudishe bora tu. Mimi nilewe kwa sababu hakuna gachamana zaidi kwenye mapenzi, kwa sababu bimdachi ama mwanamama unaweza ukampenda kulingana na jinsi ulivyozama kwenye mahusiano na yeye, lakini yeye akakuona haina maana. So Kisima bana akaamua kuachia ngoma inaitwa Na Bukwege. Yes, kama nilivyokuambia, acha nipige tungi, acha nilewe ili nipunguze mawazo. So bana, leo mimi nataka tupige story kuhusiana na video ya Na Bukwege, kwa sababu ukiangalia video ya Na Bukwege ni bonge moja la video. Kama kawaida bana, mimi nasemaga kila siku kwamba Migera ama director Migera hajawahi mimi kuniangusha hata siku moja bana mzazi. So kazi ni nzuri. Yes, cast zilizomo kwa ndani kwenye story ya video ziko poa sana, na video yetu ni bonge moja la video, lakini kuna vitu vichache tu ambavyo tutakwenda kuviangalia tuweze kuvikosoa, wapi kapatia, wapi kakosea, kwa ajili tu ya kuhakikisha muziki wetu unazidi kufanya vizuri. So utaweka comment ya kwako hapo bana, ili kuweza kuniambia niko sawa ama sipo sawa. Yes, bana, tunaanzia hapa. Video yetu bana inaanzia kwenye ndoa, au sio? Jamaa wanafunga ndoa na mwanamke wake ambaye nampenda nene. Lakini kuna sasa kuna kitu kimoja ambacho hapa kidogo kuna mistake ambayo imetokea. Mwanzoni hapa kulikuwa na sauti ya padri anafungisha ndoa na tumeisikia vizuri, lakini kitu ambacho kosa la kwanza kwenye video ni hapa. Huyu jamaa ambaye alikuwa anafungisha ndoa, ukiangalia storyboard ya video na uhalisia wa video haviendani, kwa sababu maigizo yamekuwa ni mengi sana. Yani uhalisia umetoka kiasi kwamba mpaka video inaboa. Yani alikuwa anafungisha ndoa, sio ufungishaji wa ndoa seriously, kwamba watu wapo sehemu, kama ni kanisani, kama ni wapi, yani haviendani. Hebu tuitazame, hebu angalia. Yes, nadhani umeelewa nini namaanisha. Tunaenda kwenye scene nyingine ama clip nyingine. Ni hapa. Ili ni kosa ambalo sijajua walikuwa na makubaliano baina ya msanii na kampuni ya kinywaji ama nini, kwa sababu ukiangalia hapa ili tangazo bana, ili ni tangazo, alafu Kisima ni msanii mkubwa sana. So kuimba ameshikilia chupa ya kinywaji, alafu ina brand ya kampuni fulani. Hilo ni kosa. Maana yake hapo umefanya tangazo, Kisima alikuwa anatakiwa alipwe. Sio umenielewa? Okay, tunaenda kwenye scene nyingine. Scene ambayo naweza kusema kwamba imekosewa ama wamezingua ni hapa tena. Yani kwenye hili swala hili la branding za vinywaji,
Ukiangalia kwa mfano kuna dada yuko hapa, yuko counter. Huyu dada ambaye yuko counter hapa, ukiangalia kwa nyuma kuna vinywaji vya makampuni mbalimbali. Bado vile vile ni kosa na bado vile vile ni mizinguo, au sio? So tunashauriana wakati mwingine hii kitu kama amelipwa yuko sawa, lakini kama hajalipwa hii ni mistake ya kibiashara ambayo wamezingua director pamoja na msanii pia. Nadhani umenisoma. Oh yeah, bado tuko pamoja bana. Langu jina naitwa Mr. BOG na hii ni Sanuka na Sanaa pamoja na Zimevuja Mtaani ya Tasam Digital TZ. So sehemu nyingine ambayo tunaenda ni hapa hivi, sehemu ambayo wamezingua ni hapa. Hili sasa ni kosa la director mwenyewe hapa kwenye haya maandishi haya mwaka mmoja baadaye. Hapa kwenye mwaka mmoja baadaye, baada ya mwaka mmoja baadaye, hili ni kosa. Ndio, hili ni kosa la kiuandishi pia. Afu baadaye maandishi ya chini ya Kiingereza yanasema kwamba 1 year later. Is it? So if kama ni after 1 year, maana yake ni mwaka mmoja baadaye. Sasa hapa ni makosa ya uandishi ambayo yameandikwa hapa. Hakutakiwa kuandika baada ya mwaka mmoja baadaye. Hapa angeandika baada ya mwaka mmoja akatulia, au angeandika mwaka mmoja baadaye. Ili nalo pia ni tatizo. So hapa bwana Migera bana, hapa umenipiga mzee. Hapa umetupiga mzazi. Lakini so case all in all, kila kitu kiko poa. Kila kitu kiko poa sana, au sio mzee? Sehemu nyingine ambayo mimi naona kwamba haikuwa serious story ni hapa. Hapa jamaa ameingia pub, amemkuta mke wake yuko na mshikaji. Mimi nilijua reaction yake itakuwa kubwa, lakini jinsi alivyoreact jamaa alivyomkuta mwanamke pale ni swala, yani mimi nilijua kwanza atafanya barangati pale, atafanya vurugu pale, afu atasepa zake. Lakini badala yake amekuwa kama ni mtu analalamika tu. Alafu yani ameshindwa kuondoka, ikabidi aagize tu mtungi anywe pale. Hebu tuende kiwalisia kibinadamu. Unaweza kufanya hivi? Oh yeah, nadhani umenielewa bwana mzazi, au sio? Bwana bwana tu kutoa ushauri kwa wasanii wote, si kwa Kisima tu, na wasanii wengine wakubwa wadogo wanaojitafuta. Sometimes hebu tujaribu kutafuta watu ambao wanaweza kutuandikia story. Hata madirector pia ambao tuseme ni video shooter pia unaweza kutafuta mtu ambaye anajua kuandika story. Kuna mtu anaandika script na kuna mtu ambaye anaweza kudirect. Afu kitu kingine ni hapa. Kwa huyu jamaa huyu ambaye anaigiza huyu, kuna hapa alipolala hapa. Ukiangalia picha hii, picha haina uhalisia kwamba huyu mtu alikuwa amelewa. Elewa. So, jaribu kujitahidi tupige mazoezi na tuweze kutengeneza vitu vizuri zaidi ya hivi bana. Bana, mimi sina mengi zaidi. Tuko nataka tupige story tu kuhusiana na ngoma ya Nabukwege. So kama umenielewa, hebu niambie tuje tupige story kuhusiana na video ya nani. Tuizungumzie, tuikosoe na pia tuisifie. All in all video iko poa sana. Bana, shout out kwako wewe ambaye unatufuatilia sisi Tasam Digital TZ. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare. Pia kubonyeza kitufe cha kengele ili wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani, za kiutamaduni pia, au sio? Tukutane muda na wakati mwingine tena. Mr. BOG, sina mengi zaidi.